Majini sio watu wabaya kama mnavyofikiria. Tulia. Mimi nimekupenda kweli. Kitu ambacho nakuomba uzingatie, nikikuona na mwanamke mwingine, hakikisha huyo mwanamke umempoteza. Nataka uwe na mimi tu, kwa sababu wewe ndio mwanamume wangu wa kwanza na nimekupenda na sihitaji nikupoteze. Ninachokitaka tu utulie na mimi, usihangaike na mtu mwingine yoyote. Nisikuone na binti yoyote unakatisha naye hapa mtaani. Nimekuja katika sura ya kibinadamu. Je, unataka kuniona katika sura nyingine? Imekuwa bahati tena kuonana na wewe. Si mara ya kwanza kukuona, lakini ni mara ya kwanza kuelezea hisia zangu. Kwanza nikushukuru kwa kunipa nafasi kunisikiliza. Kwa majina anaitwa Rukamba Binadamu. Nitamani kujue, unaitwa nani? Zulfia. Zulfia. Wewe ni mwanamke mzuri sana, mwanamke mrembo, na unafahamu nikikutazama napata picha kwamba sio mimi nayasema tu ya maneno, ila ni maneno ya kila mwanaume lijali ambaye ana hisia kama zangu. Zulfia, nitakuwa mgonjwa kama sitoelezea hisia zangu kwako. Nimetoka kupenda sana, navutiwa na wewe. Kila napokuona nasikia moyo wangu unaniambia niseme kitu kwako, na kuona kama wewe ni sehemu ya kuziba pengo liopo kwenye maisha yangu. Kiukweli wewe ni mwanamke ambaye umefanikiwa kupenya kwenye kilindi cha moyo wangu. Nashindwa hata niseme kitu gani. Kiukweli nakupenda sana. Naomba unipe nafasi. Sawa, nimekuelewa. Naomba unipe muda, nitakupa jibu. Zulfia. Kwa timu hivi ilivyonoga hivi, unatokea wapi shehe wangu? Nyie wapi wababaishaji tu. Unatokea wapi? Mimi nawajua. Yaani nakwambia hivi, kama sio mababu kuingilia kati, wakaanza kuloga wachezaji wasitembee, hapa utoboi baba. Shemeji mwambie, anapenda kubisha huyu. Mimi namwambia siku zote, sikiliza. Shehe nikwambie kitu. Shehe nikwambie kitu kama Yanga. Hakuna kitu. Unajua Yanga tukiamua kufanya jambo letu. Karibu. Wewe utoboi mjomba, utoboi. Sitoboi wapi? Hicho Simba siku hizi imekuwa haina. Habari dada. Salama, nikusaidieni? Rukamba nimekuta. Karibu dada. Asante. Miksoni. Karibu. Sema ni surprise. Karibu. Asante, karibu. Bro, ni mchumba wangu. Ni mchumba wangu anaitwa Zulfia. Yeah. Wow. Anaitwa Zulfia? Shemeji kweli unajua kujua. Kweli. Karibu sana. Hawa ni wapangaji wenzangu. Ndio. Karibu sana. Asante. Jisikie huko nyumbani. Asante, nashukuru. Karibia. Nakuja mara moja. Sawa. Njoo. Karibu sana. Asante. Ai. Unamjua yule mwanamke? Mke wangu unamjua? Kwani wewe mwanamke ni nani? Ungejua mke wangu, yani ungejua. Wewe umemjuaje huyu mwanamke? Umemjuaje? Unamjua yule mwanamke? Ni mwanamke wako? Mimi si mwanamke wako nakuuliza. Aha. Kumbe ukitoka unasema unaenda kazini unaendaka kwa yule mwanamke? Kumbe wewe mwanaume ni malaya eti?
Yule mwanamke nasikia Walukamba. Unasikia Walukamba? Wewe unakimbilia kitu gani? Kama ni Walukamba kwa nini? Nimefurahi sana umekuja. Nani amekuelekeza kama naishi hapa? Wajua tu. Wajua. Karibu sana. Asante nimekaribia. Umetoka kule mbio kunileta hapa. Yani, kwa sababu unajua ameshakutambua au? Yaani wewe mke wangu ungejua. Ningejua kitu gani? Kwa sababu mwanamke wako, si ndio? Sio mwanamke unamjua ni mkorofi kwa sababu ni mwanamke wako, ndio maana unajua ni mkorofi. Haiwezekani wewe mke wa mwanamke wa Lukamba alafu aje wewe ukimbie ndani. Kwa hiyo kilichokukimbiza ndani ni nini? Na kwanza kumfikiria yule mwanamke na kusema barabara yake ni barabara gani? Sasa ngoja nikwambie. Tabia yako hiyo mbaya mbovu naenda pale. Nafuata huyo mwanamke. Usikia mke wangu, usiende. Ongea taratibu atakusikia. Mimi siwezi kuelewa ujue. Karibu sana. Karibu sana mpenzi wangu. Hapa ndo chumbani kwangu. Bado na maisha ya kawaida tu. Najitafuta. Lakini na imani nikiwa na wewe tasonga mbele. Nimekupenda sana. Zulfia. Mbona fanya hivyo jamani? Zulfia. Najua unaweza kuona kama nakusumbua. Lakini kwa kweli ni hisia nilizonazo kwako. Mimi nakupenda sana mwanamke. Sio kwamba siwaoni wanawake wengine. Lakini wewe ndio mwanamke ambao ni chaguo la moyo wangu. Chaguo la hisia zangu. Umechukua nafasi kubwa sana moyoni mwangu. Toka siku ile, ndo kabisa umechochea ukurasa wa mapenzi kwangu. Silali mwenzio na kuwaza, nakosa amani kwa ajili yako. Nakupenda. Niko tayari kwa chochote. Nini nakwambia niko tayari kwa chochote mwanamke wewe. Sasa nimekuelewa. Siku zote sina kwambia nimekuelewa. Naomba unipe muda. Naomba. Samani. Najua unaona kama nakung'ang'ania sana. Ni kwa sababu nakupenda, sitaki kupoteza. Ukweli nakuona kama yani ndio njia wangu ambao nakutegemea. Usiniache tafadhali. Nakupenda Zulfia. Nimekwambia nimeshakuelewa. Naomba unipe muda. Basi. Zulfia. I love you Zulfia. Tafadhali usiniache. Nakupenda sana mwanamke. Asante, nimeshakaribia. Lukamba? Samahani kwa msikilize. Nimsikilize mara moja. Kuna mtu anaita. Sawa, nashukuru. Vipi mzee? Utakuwa? Shwari. Tuongee. Ndugu yangu, jue mpaka nimekuita hapa. Wewe ni mwanangu wa damu, ni kaka yangu na nakupenda sana. Tumetoka mbali sana. Kwa hiyo siwezi kuona unaingia sehemu ambazo hazieleweki nikakuacha. Nikuulize kitu. Huyu mwanamke umemtoa wapi? Huyu. Ni mchumba wangu. Ni mchumba wangu kabisa. Tena sio siku mbili. Na muda naye mrefu ile alikuwa hajawahi kufika kwangu. Nampenda sana mwanamke. Kabisa. Lakini hatujawahi kufanya tendo la ndoa hata siku moja. Aise, huyo binti ni noma zaidi ya noma. Huyo binti ni zaidi unavyomfikiria. Sasa ngoja nikupe story kuhusu huyo binti. Unamjua vizuri? Kweli bro? Mpenzi. Muda wote upo huku. Kama umeleta peke yangu. Shemeji.
Mbona umeniacha peke yangu kule mpenzi? Nilikuwa naongea na jamaa yangu kuhusiana na chakula. Nataka kutengeneza chakula cha usiku. Lakini mimi sihitaji chakula. Sana nilikuwa nakuhitaji wewe. Nisitoshe hata hivyo. Muda umeenda. Hapana mpenzi. Huwezi kuondoka bila kula. Nitaka nikuandalie chakula kizuri. Utakifurahia nakwambia. Asante mpenzi. Lakini nitakula siku nyingine usijali. Kweli? Ndio. Nipo utakuja siku nyingine? Ndio, nitakuja. Sawa. Zulfia, nakupenda sana mwanamke. Najua unafahamu kiasi gani ambavyo moyo wangu umefika kwako. Kama kweli utakuja, basi nitafurahi. Nitakuandaa chakula kizuri. Sawa mpenzi. Sikiliza nikwambie. Nimekuita hapa kuna kitu nataka nikwambie. Na Yesu unaweza kunisaidia maana wewe nakuamini sana. Kuna kazi nataka nikupe. Chochote kile unachokitaka. Mimi nitakupa ili mradi unifanyie kazi yangu. Yaani sikiliza. Wewe nenda direct kwenye point. Sisi ni watu wa kazi. Lete kazi ufanye kazi. Hapo umekuja vizuri. Kuna mwanamke mmoja hivi amemchukulia mwanaume wangu. Yaani yule mwanamke tena ameonyesha dharau na jeuri mpaka anakuja nyumbani kwetu. Amekuja nyumbani kwetu na mume wangu nimemuona kabisa kwa yule ni mtu wake. Mpaka yeye mwenyewe ana haha yani anaonekana kutetemeka. Sasa yule mwanamke nataka nimfanyie kitu ambacho hatokaa sawa katika maisha yake yote. Hiyo kazi ndogo sana. Wewe sema unataka tumpoteze kabisa, tumalize kazi, unataka nini? Si watu wa kazi. Sio kumpoteza. Mimi nataka umfanyie kilema maisha yake yote. Yani aishi kama hayupo duniani. Yaani wewe unajifanya mzuri sana, unajionaje kwanza? Wewe kunibebea mwanaume wangu wewe? Wewe kama ulivyo nikikuona nikikupandisha na kushusha. Unajiona wewe mzuri, una uzuri gani wewe? Muone vile unajiona queen. Unajiona yani wewe ni malkia. Una umalikia gani wewe? Mimi nikikuangalia nikikupandisha na kushusha hivi na kuona huna lolote. Hata mwenyewe nimekuzidi. Lakini nashangaa mwanaume wangu sijui umemdanganya nani? Umetafutia dawa wewe mwanamke wewe. Na dawa zako wewe sasa hazifanyi kazi. Mpango wako nishaukata, huwezi kufanya chochote. Umenyamaza kwa sababu una majibu ya kunipa. Siku zote hizo wanaume za watu ndivyo walivyo. Mwanaume ni mwanaume wangu tu. Hicho ni cha kwangu. Huwezi kunibia mwanaume wangu. Unanisikiliza wewe dada? Unyamaze, unitukane ndani kwa ndani, lakini mimi najua mwanaume wangu huwezi kumchukua. Yaani nitakukomesha. Sio kukukomesha tu, nitakuonyesha. Yaani nitakuonyesha kuwa wanaume za watu haibiwi. Yaani mwanaume wangu mimi nampenda, yaani nampenda kishenzi. Alafu unajua tumetoka wapi mimi na mwanaume wangu? Haujui, si ndio? Lakini umekuja tu unajifanya unamtafuta Lukamba, unamfuata mwanaume wangu mpaka nyumbani. Huna adabu, huna nidhamu wewe dada. Yaani nitakufanya kitu ambacho hutasahau katika maisha yangu. Mimi sichukuliagi mwanaume wangu.
Unaogopa nini jamani mpenzi? Si kila siku ulikuwa unasema mimi mwanamke wa ndoto zako. Unanipenda. Kwanza nimekumbuka kitu. Yaani, kwa mapenzi ulionipa, sijui hata niseme nini kwa kweli. Umejua kunifurahisha. Ina maana kweli tumefanya mapenzi? Sasa kwa unashangaa nini? Unataka kuniambia yale maneno uliokuwa unazungumza tu ulikuwa unanidanganya, si ndio? Wewe sio ulisema unanipenda? Na ulisema ni mwanamke wa ndoto zako. Sasa mbona niogopa tena? Mama. Umefikaje hapa? Achana na habari za kujua nimefikaje hapa. Hivi kweli wewe binadamu? Mimi sio binadamu. Mimi ni Zulfia. Wewe ndio binadamu. Si unaitwa Lukamba binadamu? Si unanipenda jamani? Unajua mimi nakupenda. Yaani kwa mapenzi ulionipatia. Unajua wewe ndio mwanamume wangu wa kwanza. Na mimi nikipenda, nimependa. Unajua jini mahaba wewe? Unajua jini mahaba? Ina maana wewe ni jini? Mimi ni malkia wa majini. Majini yote yako chini yangu. Na wewe utaenda kuwa mfalme. Nimekupenda, utaenda kukaa nyumbani kwetu. Aya. Hapana, usiogope. Nisamehe bana. Mimi nisamahani. Nimependa sehemu sahihi. Leo nitakuwa naye hapa usiku kucha tukitafuta watoto. Wewe binti wewe mama yangu, naomba tafadhali. Kwa nini kila ninapotokeza naona tokea? Kila ninapoenda unanifuatafuata kwa nini? Mimi nimeshajua wewe sio binadamu wa kawaida. Mimi usiku nalala na weweseka kwa sababu yako bwana. Kwani tatizo liko wapi jamani? Mimi sitaki mapenzi tena na wewe. Mimi sitaki uhusiano. Mimi ndio nilikutongoza wewe na mimi ndio nilikuwa nakupenda wewe. Sasa sikutaki. Jamani kaka. Mbona niogopa? Simama huko. Hapana mpenzi, useme hivyo. Mimi nimekupenda kweli. Naijua hiyo. Unampenda nani? Tatizo liko wapi? Sikiliza dada. Kwa kile kilichotokea usiku, ile sio ndoto. Ile inaonyesha kabisa wewe sio binadamu wa kawaida. Ile sio ndoto. Wewe unanifanyia mambo ya ajabu, wewe unanipenda wapi? Na kile kilichotokea jana haikuwa ndoto. Ilikuwa ni kweli. Ndio. Kilichotokea jana ni kweli kabisa. Na kwa mapenzi ulionipa jana, sahau kabisa mimi na wewe kuachana. Mimi nikipenda huwa napenda kweli. Na nyumbani nataka wakufahamu. Mimi ukanitambulisha kwenu? Kwetu wameshakukubali na wamekupenda sana. Acha wewe, naijua hiyo. Unataka wewe ukanitambulisha kwenu mimi wewe? Tayari umeshakubalika kwetu. Wewe binti wewe. Mimi nimekubalika kwenu? Ndio. Wewe umemwambia mimi na maana ni kweli mimi na wewe tumefanya kitendo? Kabisa. Nakupenda, tambua hilo. Unanipenda wapi bwana? Unataka kuniua mimi? Nakupenda, siwezi nikafanya kitu kama hicho. Sasa sikiliza. Si unataka ukanitambulisha kwenu? Ndio. Ndio. Subiri na
ina maana dakika 0 tu amemaliza hili boda. Binadamu, huu mchezo wetu hamuwezi. Hivi ni wewe au macho yangu nilichokiona? Kwa hiyo wewe nimekuona ukanikimbia na nimekuita kwa sauti kubwa ukanikimbia. Yule ni nani? Mume wangu utakuwa umenifananisha. Mimi ndo natoka kuamka sasa hivi naona nafua. Unachoongea mimi unajua mimi sielewi. Kwa hiyo sielewi kabisa. Kwa hiyo wewe umekimbia kule nije kukuona unafua. Unaongelea kitu gani mume wangu? Mimi ndo nimetoka kulala sasa hivi. Wewe wakunichiti mimi? Nimekuona mchana kweupe. Na utanieleza yule ni nani? Sielewi unazungumzia kitu gani? Si unanikuta mimi nafua. Nimekuona kwa macho yangu mawili umesimama na mtu vichochoroni huko, mnaanza kubusiana. Yule ni nani? Mume wangu mimi sijatoka jamani. Sikia nikwambie, nina akili zangu timamu. Sawa? Mimi sio chizi. Nimekuona kwa macho yangu mawili, mke wangu wa ndoa. Kwanza leo utanieleza yule ni nani, na kama talaka yako basi leo nitakupa hiyo talaka. Piga magoti kwanza unaongea na mimi. Shuka chini. Piga magoti chini. Pumbavu nini? Una akili wewe? Mimi simjui. Yule ni nani? Mimi sijaenda popote. Mume wangu utakuwa umenifananisha. Mimi sijatoka kweli. Hivi una akili kweli wewe? Mimi wa kukufananisha na watu wawili na kopi na kupesti, si ndio? Kila nikitembea nione mtu anayefanana na mke wangu. Si ndio? Umesimama na lijibaba ambalo hata alieleweki. Mimi sina mwanaume mwingine zaidi yako. Sikia nikwambie, na kama talaka nitakupa leo kama unataka talaka. Kama ni chochote ambacho unataka ambacho ulishindwa kupata kwangu nitakupatia leo. Sawa? Shika viatu vyako. Kwa nini unapata shida hivyo? Mimi sipendi unavyohangaika. Sipendi unavyoteseka. Kwa nini unafanya hayo yote? Kwa unapata shida yote hiyo? Nenda nyumbani. Awe. Jamaa. Niko wapi hapa? Niko wapi? Kitandani kwangu. Chumbani kwangu jamani hapa. Nimefikaje? Jamani yule dada ni jini jamani, kweli ni jini. Usafiri gani huu jamani? Kama radi. Nimepita kwenye mitaa kama radi. Yule jini. Yule ni jini. Goli Maxi! Maxi! Yule ni jini. Maxi! Siwezi kukaa na mwanamke ambaye mpumbavu mjinga. Vipi? Mwanangu, baba. Ndugu yangu achana na hiyo kugombana mke bana, masuala mapenzi tu haya bana, wivu. Mimi na matatizo. Vipi? Ndugu yangu yule dada amenionyesha mambo ya ajabu. Kwanza kilichotokea ni kwamba siku ya leo mimi nilitoka asubuhi nikaenda kwenye kazi zangu.
Niko mtaani kule kakutana naye. Sasa nikutana naye baba kanisafisha kutoka kule kuja ndani huo kama umeme wa mgao ule, umeme wa nini ule? Nini? Umeme wa grade ya taifa vile. Yaani nafumba na kufumbua, nimetoka si mtaa gani nimedondokea ndani. Kwani mimi nilikuwepo ndani ndugu yangu? Mimi nilikuwepo ndani. Sikia nikwambie. Sikia. Mimi usitaki hata kusikia hizo habari. We. Hizo habari za dada sitaki hata kusikia simo. Simo kabisa simo. Kiongozi, kuna kitu nataka kuniambia juzi. Kitu gani? Blaza, nakuheshimu. Wewe ni ndugu yangu wa damu, nakuheshimu. Wewe ni mshikaji wangu. Yaani kama ushikaji ubaki basi kwenye Simba na Yanga babu. Nikwambie kitu, sisi ni watani wa jadi, tuendelee kutaniana, lakini kuhusu yule mwanamke usiniambie chochote wala sitaki kusikia chochote na nimejivua. Tukutane kwa Mkapa, unajua kuna jambo letu. Na wewe, twende nani huko? Ikia nani? Mbavu mkubwa wewe. Mbona kama ana akili jamani, mimi namwambia vitu vya msingi jamani, mimi na matatizo. Mimi namwambia na matatizo hapa, naambia vitu vya ajabu, tukutane kwa Mkapa ndo nini? Yule dada sio binadamu wa kawaida, mimi namwambia yule dada ni jini. Yule dada ni jini. Wewe. Vipi kuhusiana na shemeji yangu, anaendeleaje? Yupo endelea na biashara zake kama kawaida. Sasa hivi nimesikia shemeji yangu anatoa biashara Zanzibar bara. Ongeleni. Tunashukuru Mungu. Pana karibu sana. Mimi nipo hapa. Unaona sina chochote kakako, sijafanya chochote. Labda wewe nipe kaifa huko ulikotoka. Tena kabla sijasahau. Zulfa alikuja. Nani? Umjui kwani? Mbona shtuka? Unamaanisha Zulfia? Huyo. Kaja nyumbani. Anakuambiaje? Kanieleza mimi jinsi anavyokupenda, wewe unamzingua, mimi kaniambia nikufikishie ujumbe. Nadhani ushaelewa. Hii dada mbona anitia aibu jamani mimi? Kutia aibu? Yeye anakuja kukuambia wewe maswala hayo? Sasa ni vibaya. We, dada yangu anakuja kumwambia mambo hayo? Kaja hapa hadi analia. Afu dada jamani, yaani mimi nashindwa hata nifanyeje. Utafanyaje tena? Yule binti sio binti wa kawaida. Mimi naamini yule sio binadamu wa kawaida. Kwa kufanyaje? Yule dada picha linaanza, yule dada alikuja kaingia chumbani kwangu. Sijamuelekeza nyumbani kwangu wala hapajui kwetu wapi. Kafika naingia chumbani. Mimi nakuja kushtuka niko kitandani na yeye yupo kitandani. Chumbani kwangu. Hasa hicho ndo cha ajabu. Yaani Zulfa kuingia ndani kwako hicho ndo cha kushtuka na muone sio binti wa kawaida. Kumbe ndio maana nikakwambiaje wewe mambo yako mengi. Haya msichana watu katoka mpaka kwako leo ukajifanyia unashtuka eti sio binti wa kawaida. Alafu kila naye mwambie jamani, nikimwambia yule mdada alikuja chumba, yaani wananicheka, wananiona mimi zoba, lakini mimi kwa kweli yule binti ananitisha sana. Ana vitu vya ajabu. Mimi naona kama sio binadamu wa kawaida. Kwa hiyo hicho ndio kushtua kwake yeye. Kwa hiyo alivyokuelezea vile sasa ukasema ngani abebe sasa niapeleke kwa kaka yangu. Umempenda La kuuliza hilo. Mimi nimemuelewa. Mambo shogangu. Shoga niambie. Swali afadhali hata nilivyokuona shogangu. Shogangu yule mkaka uliokuwa unamtafuta juzi. Mkaka gani? Si lile kubwa lao? Amekufa. Na hicho kifo chake chenyewe kakuta kamwagiwa tindikali mwili mzima kababuka. Sasa imetokeaje na wakati tindikali nilimpa mimi mwenyewe akamwagia? Tulia taratibu. Sasa sikiza nikwambie kitu, utulie hivyo hivyo. Ili dili tumelicheza mimi na wewe. Ukimwambia mtu mwingine utemie simu na kuruka. Upo? Ndio hivyo shogangu, mimi sina muda kukaa hapa sije tukafumwa na watu kwa heri. Mungu wangu. Halo mama. Naendeleaje mwanangu? Endelea vizuri, shikamoo. Matatizo yako vipi?
Mama, matatizo yamezidi mama. Yaani kila kukicha matatizo yanaendelea. Unaenda kanisani kwa mwanangu? Kanisani sijaenda lakini naomba. Hivi mwanangu una matatizo gani wewe? Nimekwambia uende kanisani. Unakaa tu nyumbani unasema naomba. Lakini sijui kama naomba wewe. Maana msharobaro wako umekuzidi sana mwanangu. Na mashetani wao yanapenda masharobaro. Wewe mama, shetani anapenda masharobaro? Nataka masharobaro. Wewe ungekuwa na mwamini Mungu wewe ni mtu unaenda kanisani. Hawezi kukusogelea mwanangu hata kidogo. Ni kweli mama, na muda mrefu hata kanisani sijaenda. Mwanangu nenda kanisani, nenda kamuone mchungaji. Namwambia mchungaji matatizo yote atakuombea na utaomba. Yaani mama, ukiona huyo binti mwenyewe ananitokea, yaani binti mzuri kweli, lakini mambo anayoyafanya kwa kweli mama, nakosa raha. Muda mwingine nalala naamka yuko jirani yangu. Mwanangu kwanza nikwambie kitu. Inaonekana wewe hapo ndoto zinakusumbua. Sidhani kama mtu anakutokea. Yaani hizo ni ndoto. Na hizo ndoto unatakiwa uende kanisani mwanangu uongee na mchungaji. Yaani ufanye maombi na wewe kila siku unaenda kanisani. Utaona hizo ndoto hizo za shirikina za shetani. Na zitakusumbua tena hizi zitaisha. Bwana nimekuona. Vipi? Na kuweza usinichukulie poa. Oya. Usinichukulie poa mwanangu, usinichukulie poa. Yogo vipi? Umetumwa nini? Wewe unanichukulia poa nini? Wewe si ndio juzi nimekuona na mke wangu wewe mmesimama kwenye kichochoro. Hivi umeniangalia vizuri au umenifananisha babu? Oya, sikia nikwambie. Hizo nyama tu hata kwenye sambusa zipo. Hizo lawama hizo. Sikia nikwambie bro. Mdogo wangu hizo lawama hizo. Oya, mimi nakuweza ujue usichukulie poa, usinichukulie poa hivyo. Au sio? Oya. Mke wa mtu sumu babu, mke wa mtu sumu. Hujasikia kama mke wa mtu sumu? Unajua mke anavyouma eh? Au unachukulia poa, unachukulia barida? Hizo lawama mdogo wangu. Vipi? Hebu angalia vizuri. Au umekula bangi nini? Oya, unajua mke anauma babu? Oya, ngoja nikuonyeshe. Shemeji. Shemeji. Mandazi tu. Mungu umba mbingu na nchi, mimi ni nani nisitambue uwepo wako Baba? Kwa nguvu gani nilionayo nisijue uwepo wako wewe? Kwa jeuri gani Baba nisitambue nguvu yako? Nahitaji msaada wako kwenye maisha yangu, nahitaji uwepo wako kwenye maisha yangu. Karibu Baba usiku na mchana, na ndio maana nakupiga magoti mbele hapa nikiomba Mungu na ukaribishe katika chumba changu, ukawe ulinzi wangu kwa kila siku. Maswaibu yananitokea ni kwa sababu Baba nimekuwa mbali na wewe. Nimetambua hilo, nimerudi mikononi wako, ukiwa nami faraja inatanda Baba. Usharobaro haunisaidii chochote Mungu. Nimerudi mja wako, ninatubu, ninakiri nilikosa. Kuna sehemu nimepita ambazo si sahihi. Tazama miujiza na mauzauza mbele yangu. Mungu, nimekuacha. Sasa nimerejea. Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa. Oh, Jehova, 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 unastahili kuabudiwa. Tazama mambo ambayo yananisonga, tazama mikasa nayopitia. Naamini kabisa uwepo wako Baba katika maisha yangu na kwenda kubadilisha kila kitu kwenye maisha yangu. Na binadamu tumejisahau kama kuna Mungu.
umetanda duniani kuliko nuru. Kila nikipiga dua kwa jina la Yesu. Hamna chochote, wasiwasi wangu tu. Oh my God. Nisaidie mimi jamani. Niko na hofu muda wote. Subhanallah. Tatizo liko wapi? Mbona unaogopa hivyo? Alafu leo uko katika muonekano mzuri. Leo unaona ndio siku rasmi ya kupeleka ukweli. Sawa mpenzi. Hivi mimi niko ndani kupenda kweli. Wewe ndio mwanamume wa ndoto zangu. Kama unavyosema wewe ni mwanamke wa ndoto zangu. Mimi si wewe mwanamume wa ndoto zangu. Naomba hii safari tuliyoanzisha tuimalize. Ongea kitu unataka muda wote mmenyamaza tu kimya. Halafu isitoshe, ukweli umeshakubalika. Ni swala la kwenda kujitambulisha tu. Mimi nakuogopa. Hapana, utakiwa kuniogopa. Wewe si ulikuwa unasema mimi mwanamke wa ndoto zako. Na wewe ni mwanamume wa ndoto zangu hivyo hivyo. Kwa hiyo, hii safari tuliyoanzisha, itakiwa tuimalize. Na mimi nakupenda kweli. Nakupenda kweli na naomba uniamini. Wewe ni mwanamume sahihi kwangu. Poa, niambie. Fresh kabisa kama siku. Namshukuru Mungu kwa kweli niko poa. Sijui wewe. Niko poa hivyo hivyo shemu wangu. Si unajua tena. Asi hatujaonana muda. Kitambo sana. Kama shemu. Niko na shida moja nataka unisaidie. Ninamtafuta Lukamba lakini simpati. Simu zangu apokee, message ajibu. Yaani sijui shida nini. Yaani ile swala Lukamba nikajua mimi mwenyewe kwa kwenda tutapata majibu yake. Naona mtafuta tena? Namtafuta sana. Na unajua toka kipindi kile nilifanya naye kazi. Toka kipindi kile ile kazi? Yaani hatujamaliza na nikimtafuta hapatikani, napiga simu inaita ipokelewi wakati mwingine, yaani sijui hata inakuaje kweli. Na Lukamba anazingoa yani kanitelekeza, yani hata simuelewi, sijui hata nafanyaje. Hamna bwana, kutelekeza hawezi. Hawezi, mimi nafahamu wewe ndugu yangu, alafu wewe ndio shemeji wa taifa. Kwa kutelekeza hawezi. Hivi shemu, unajua mapenzi kweli wewe? Shemu, kwa nini sijue? Na mimi ni mtu mzima. Nafahamu kwamba watu wanapenda na kuna nafasi ya maumivu, lakini nafasi ya maumivu siipe nafasi sana kwa sababu kuwa na imani na kile ambacho unachokiona kwenye moyo wako. Kama mtu unampenda kweli, uweze kukaa siku mbili hujampigia simu. Wao, yani hata masaa matatu tu ni ngumu sana. Ni kweli unaposema, lakini sasa unajua kazi zetu shemu. Unaweza kutoka siku 2, 3 na mihangaiko. Unajua ni vibaya kumhukumu mtu kabisa, unajua. Ila ni kweli. Yaani bora uvute subira afu ni matokeo. Sawa. Unaenda kama mpata tatizo au labda yuko mbali. Hivyo usifikiri vibaya. Sawa shemu. Sawa basi poa, mimi nikipata majibu ya hili kwa sababu mimi namtafuta, na ukimpata kama mtakuwa sijampata basi nipe taarifa. Kwa sababu kule ofisini nasumbuliwa, inabidi nyimbo iishe haraka kweli. Sawa shemu, nakuombea. Haya. Taenda kwake nikipata nafasi. Okay poa shemu. Karibu, karibu. Karibu. Asante. Mambo gani? Kama kaa. Shwari, aje mzee? Nyama. Good. Karibu sana bro. Asante mzee. Naona mmepoa. Bwana, unajua tena. Bwana bro, mimi hata somkaaji. Nikawa muulizia Lukamba. Sijui kama atakuwa nimemkuta.
Lukamba na siku ya 3 hapa sijamuona ndugu yangu, na sio kawaida yangu sababu humu ndani mimi sijazoea kukaa peke yangu. Unajua nimemtafuta sana. Nampigia simu, inaita mara apokei. Wakati mwingine haipatikani kabisa. Sisi kikweli ni wakati mgumu sana. Kwenye simu umejaribu kumcheki apatikane au unajaribu kumcheki wewe kwenye simu? Nimempigia siku 2 zilizoisha zote hizi. Nampigia. Simu inaita tu. Inaita haipokelewi na sijui yani anakuwa na shida gani. Unajua Lukamba nimefanya naye project. Kuna nyimbo nimeimba naye. Sasa unajua tena mzee watu wamewekeza. Kwa hiyo project haijaisha, studio haji. Na mimi ndo nilowaaminisha kuwa ni mtu fresh. Kwa hiyo ananipa wakati mgumu sana mzee. Hata mimi nimejaribu kumpigia kwenye simu haiko hewani kabisa. Unajua Lukamba tokea mpate yule mwanamke. Kuna mwanamke yani tokea mpate. Yaani imekuwa kisanga huko ndani. Hakukaliki. Mwanamke? Ina maana unataka kuniambia Lukamba anashindwa kuja tumalize project kwa sababu ya mwanamke? Yaani na huko aliko sijui kama yuko salama. Kwani kuna shida gani mpaka anakuwa hapatikani? Huyo mwanamke baba ni disaster, ni cheche zaidi ya noma. Lukamba, mbona anakuwa yuko serious kiasi hiki? Ila mimi nataka nikwambie ukweli kuhusu huyo mwanamke ila basi. Na siwezi kukwambia ukweli ndugu yangu. Huyo mwanamke oshe. Unamaanisha nini? Sikia nikwambie. Nataka nikwambie ukweli kuhusu huyo mwanamke. Huyo mwanamke ni kisa. Una shida gani kwani mzee? Bro. Oya mwanangu, sikia nikwambie babu. Kama wewe Lukamba uje kumuulizia siku nyingine babu. Sikia nikwambie mwanangu. Oya, kaka. Kwa hiyo mke wangu. Nakwambia mimi nataka nitoke mara moja. Unachelewa au utaki kurudi? Sasa hapo sijajua kama nitawahi au nitachelewa. Ila si uniambia unalala huko. Nilala huko kwa sababu gani nilala huko? Kwa sababu gani? Si usema utalala huko. Mimi sijasema hivyo. Hayo ni maneno yako tu umeyapanga. Kila utachelewa kurudi. Sasa nategemeana. Nikichelewa sawa, nikiwahi sawa, lakini ndivyo tunarudi nyumbani. Haya. Basi baadaye. Kwani kuna nini? Mbona unaniuliza sana? Hamna kitu. Kweli? Hamna. Sawa, mimi naenda baadaye. Poa. I love you. Mume wangu. Nini kinaendelea? Nini kinaendelea hapa? Usiniangalie mimi. Huyu nani? Siniwe siku ile ulikuwa unabishana na mimi. Ukasema nimempata Lukamba. Na leo kalala na nani hapa kitandani?
Tena kitandani kwangu. Nijibu basi, huyu nani? Nimeelewa sasa. Ndio maana ulikuwa unaniuliza naenda kulala huko, kumbe ulikuwa na mpango wa kumleta huyu mwanamke. Na wewe nilisha kuonya achana na mume wangu, lakini unisikilize, umemfuata tena mpaka nyumbani. Sawa. Wewe unamng'ang'ania huyu mwanamke. Mimi ndio jini Zulfia, malkia wa majini yote. Unaujua usaliti wewe? Ngoja nikuonyeshe. Mke wangu, unataka kujiua? Usiogope. Kwa nini umenileta hapa sasa? Hii ni sehemu mojawapo ambayo unapenda kuja kutulia hapa. Nikaona sio vyema kwenda moja kwa moja nyumbani. Nikaona tuje hapa tuongee maneno mawili matatu. Kwani kuna ubaya gani mpenzi? Wataalamu wanasema nyie majini mna roho mbaya. Hapana. Sio majini wote ni watu wabaya. Wengine ni watu wazuri. Kama mimi hapa. Ni mtu mzuri kwako. Hivi kweli unanipenda au utaka baadaye uniue? Siwezi kufanya kitu kama hicho kwa mwanamume ninayempenda, na wewe ndio mwanamume wa ndoto zangu. Na kuahidi nitakuwa na wewe siku zote. Nyie majini mnaabudu nini? Hilo ni swali gumu sana, lakini ipo siku nitakujibu. Leo sio wakati wake. Au upendi kuniona katika muonekano huu? Au haya mavazi yanakuadaa upendeze nayo? Mbona sikuelewi? Unataka kuniona katika muonekano mwingine? Nyie majini mnatisha.